ama zaidi ya hiyo katika makanisa karibu yote ambayo yanataja jina la Kristo, upendo unazungumziwa. Lakini jioni ya leo ndakwenda kuonyesha kwamba upendo ni jambo ambalo silo rahisi kwa kuweza kutimiza. Upendo ni jambo ambalo liko rahisi kwa kuzungumza ama kuongea, lakini upendo sio rahisi kwa kuweza kutia kwa matendo. Haleluya. Ndio maana tutakwenda kuzungumzia nguvu zenye kuwa ndani ya upendo ama nguvu za upendo. Haleluya. Kwa wale wenye kunifuata, napenda tukimbie pamoja katika kitabu cha Yohana sura 15 mstari wake wa 12 mpaka 13. Haya ni masemi ya Yesu. Kama umefika hapo, Yohana 15 mstari wake wa 12 mpaka 13. Acha tusome. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Haleluya. Huyu ni Yesu alikuwa akizungumza na mitume. Yesu alikuja na amri moja tu kwa mitume. Alituachia amri moja. Ndani ya Agano la Kale amri zilikuwa 10. Lakini Yesu alipokuja akakuja na amri moja ambayo iliitwa upendo. Aliambia mitume akasema, amri yangu ni kwamba mpendane. Haleluya. Aliambia mitume akatuambia sote pamoja, mpendane ninyi kwa ninyi. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Haleluya. Akaleta mfano akasema, hakuna upendo, hakuna mwenye kuwa na upendo kama mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu alitaka kuzungumzia nini? Alitaka kuzungumzia kwamba alitupenda kuliko vile tunampenda. Haleluya. Ukisoma chini hapo utasikia vile Biblia inasema kwamba eti hatukumchagua sisi. Ni yeye alituchagua kwanza akatupenda. Haleluya. Hakuna mtu anaweza kutoa upendo kama huo. Kutoa uzima wako kwa ajili ya rafiki zako. Yesu anatuita rafiki. Yesu alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Upendo ambao ulikuwa ndani ya Yesu. Ndio maana jioni ya leo napenda nikutangazie nguvu zilizo katika upendo. Upendo una nguvu kuliko mauti. Haleluya. Hakuna kitu kina nguvu kama vile upendo. Upendo una nguvu kuliko mauti. Upendo una nguvu za ajabu. Upendo unaweza kuua. Upendo unaweza kuponya. Upendo unaweza kuokoa. Upendo unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Ukiwa na upendo una nguvu kuliko watu wote. Haleluya. Upendo unapiga. Upendo unaumiza. Upendo unabadilisha. Upendo unainua. Haleluya. Upendo unafungua. Haleluya. Yesu aliona kwamba ile jambo nzuri rafiki anaweza kufanyia mwingine ni kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mtu mwenye kuwa na upendo ni mwenye kuwa tayari kutoa hata maisha yake kwa ajili ya mwingine. Haleluya. Kila mara nawaambia, kama mkiangalia ulimwengu ambao tunaishi kwa leo, madivorce, matalaka zimekuwa nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa upendo. Paulo alipokuwa akizungumza kwa ajili ya upendo wa mume na mke ndani ya kitabu cha Waefeso 5, Paulo alipofika kwa mwanaume akamwambia, mpende mke wako kama unavyojipenda mwenyewe. Alizungumzia kwa mwanamke akamwambia, mtii mume wako katika kila jambo. Lakini ukiangalia jambo kutii, kila mtu anaweza kutii. Lakini jambo upendo sio kila mtu anaweza kupenda. Hakuna jambo lililo ngumu kama vile upendo. Nilikwambia vizuri hapo mbeleni kwamba upendo unaumiza. Kuna watu wanajua sababu ya upendo. Haleluya. Kwa sababu ya kukosa upendo kati ya mume na mke, matalaka zimekuwa nyingi. Watu wameachana. Watu wamechukiana sababu ya kukosa upendo. Watu wameuana sababu ya kukosa upendo. Watu wameingia mambo kadha wa kadha sababu ya kukosa upendo. Upendo una nguvu kuliko mauti.
Tukikumbuka habari ya ndugu Stefano katika Biblia, ndugu huyu alitoa uhai wake kwa sababu ya kupenda Mungu. Alikubali kufa sababu ya kweli. Akakubali kutoa mpaka damu ya bei ya damu yake kwa ajili ya neno la Mungu. Ni watakatifu wangapi? Ni watumishi wangapi? Ni watoto wa Mungu wangapi ambao wanaweza kupeana bei ya mili yao, bei ya damu yao kwa ajili ya kumpenda Kristo? Nguvu ya upendo. Haleluya. 13 mstari wake wa 34 mpaka 35. Yohana, tuende katika kitabu cha Yohana sura yake ya 13 mstari wake wa 34 mpaka 35. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na mapendo ninyi kwa ninyi. Hii ndio amri Yesu alirudilia kuleta kwa watakatifu, ama kwa wanaomcha, ama kwa wanaomuamini. Alileta amri ya kupendana sisi kwa sisi, ili kwamba ulimwengu ujue kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo, ili kwamba utambue kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lazima tupendane. Na huyu upendo ambao Yesu alikuwa akizungumzia ni upendo usiokuwa na unafiki. Lakini ukiangalia dunia leo, Wakristo wa leo, watoto wa Mungu wa leo, upendo ambao wako nao, unajiuliza ni upendo ama ni unafiki? Unajiuliza ni upendo ama ni mchezo? Haleluya. Yesu alileta amri moja. Ukisoma katika kitabu cha Warumi, utasikia kwamba Biblia inasema kwamba amri zote 10 zinafichama ndani ya upendo. Ukiwa na upendo umetimiza amri zote 10. Haleluya. Upendo una nguvu kuliko mauti. Upendo una nguvu kuliko silaha. Upendo una nguvu kuliko upanga. Upendo unaumiza na upendo unajenga. Upendo unaumba. Upendo unafariji. Watoto wa Mungu wa kweli unawatambua kwa upendo. Wana upendo pasipo unafiki. Wanajua kutangulizana, wanajua kuinuana, wanajua kupeana, wanajua kujitolea kwa ajili ya mwingine. Hakuna Mungu bila upendo. Hakuna neno la Mungu bila upendo. Hakuna Biblia bila upendo. Biblia yote nzima imejengwa kwa upendo. Upendo ndio Mungu. Upendo ndio neno la Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu mwenyewe ni upendo. Biblia inasema wazi, hakuna atakayesema nampenda Mungu kama hawezi kupenda ndugu yake. Na ndugu yako wa kwanza ni yule ambaye unaomba pamoja naye, unakaa naye, unaishi naye, unakula naye, mnazungumza neno la Mungu pamoja, mnasema Bwana asifiwe pamoja. Haleluya. Lakini tofauti ambayo inatokea ni kwamba unakutana wale watu ambao wanaitwa Wakristo, wale watu ambao wanaomba Mungu moja, wale watu ambao wanaamini Kristo, utakutana hawa ndio watu ambao wanapigana usiku na mchana. Unajiuliza upendo wao uko wapi? Chuki imeingia ndani ya watakatifu. Upendo umetoweka. Upendo umepoa. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 24, utasikia vile wanafunzi walikuwa wanamuuliza Yesu, dalili za kuja kwako ni gani? Na mmoja ya hizi dalili ambazo Yesu alisema, eti kwa siku za mwisho upendo utatoweka. Haleluya. Upendo uko wapi ndani ya watakatifu? Upendo wa level ya kuweza, upendo wa kiwango cha kutoa bei ya damu yako, bei ya maisha yako, ukubali kufa kwa ajili ya ndugu yako, ukubali kufa kwa ajili ya rafiki yako, ukubali kufa kwa ajili ya ndugu mpendwa katika Kristo. Huo upendo umepotea. Ndio maana niliwaambia talaka zimekuwa nyingi, sababu upendo hakuna tena ndani ya watu. Ufunuo ya jambo hili ni kwamba Yesu ama ndugu Timotheo ama ndugu Paulo,
Yesu akizungumza ndani yake ama Roho Mtakatifu akizungumza ndani yake, alimwambia akampatia neno kwamba mwanamke lazima atii, anyenyekee mbele ya mwanaume, na mwanaume lazima apende mke wake. Shetani ameigeuza, ameleta kwa wanawake. Wanawake wa leo wanapenda watiiwe. Haleluya. Na wanaume sasa ndio wanageuzwa ili kwamba wanaume ndio wanageuzwa watii, wanawake ndio wanageuzwa sasa wapende. Jambo la kushangaza ni kwamba dunia leo ukizunguka, ukipanda, ukishuka, unakutana wanawake kwa njia ndio wanakuambia nakupenda. Hili jambo limenisumbua katika mafikara yangu. Hili jambo limenisumbua, limenishangaza sana. Sijawahi kusikia hata tangu nimekomaa kusikia mwanamke ndiye anatafuta mwanaume, mwanamke ndiye anaanza mwanaume, mwanamke ndiye anaambia mwanaume nakupenda. Haleluya. Wakati nimekuwa nikikomaa, nilikuwa nikijua kwamba mwanamke hata kama anapenda mwanaume hawezi kumwambia jambo hili litakaa ndani yake. Pengine ataingia kwa magoti kuomba Mungu, gusa mwanaume huyu, mwenyewe aje anizungumzie, aje aanze pamoja nami kuniambia kwamba ananipenda. Dunia leo sivyo tena. Leo wanawake ndio wanazunguka kutafuta wanaume na kuambia unapendeza, wewe una uso mzuri, ile masemi yote ambao mwanaume angeweza kuambia mwanamke, siku ya leo ni wanawake ndio wanayaambia mwanaume. Haleluya. Jambo hili linanishangaza sana. Jambo hili linanishitua sana. Ninashtuka kuona kwamba wanawake ndio wanaambia wanaume kwamba wanawapenda. Mambo imegeuka, imekuwa kifudifudi. Mbele ilikuwa ni wanaume ndio wanaambia wanawake ninakupenda, lakini leo hii inakuwa ni wanawake ndio wanaambia wanaume nakupenda. Haleluya. Jambo hili linanishtua sana. Jambo hili linanishangaza sana. Sijui tunaelekea wapi na dunia hii. Sijui tunaenda wapi na ulimwengu huu. Sijui ulimwengu huu tunaelekeza wapi. Sijui ulimwengu huu unatuelekeza wapi. Sijui mambo hii yanaishia wapi. Sijui mambo hii yanaelekea wapi. Haleluya. Kwa siku ya leo dunia tunaishi, utakutana wanawake wanashurutisha wanaume kuwatii sasa. Wanatia upside down. Yesu ndiye alipenda kanisa, akaacha mbingu, akashuka ulimwenguni kwa ajili ya kupenda mke wake ambaye ni kanisa, akakuja kumkomboa katika utumwa wa dhambi. Dunia ya leo sasa imebadilishwa, inakuwa ni wanawake wamejifanya wakombozi. Wanawake ndio wanatafuta wanaume usiku na mchana. Haleluya. Dunia ya leo hatujue shetani anataka kuipeleka wapi, ama inataka kutupeleka wapi, ama inataka twende wapi. Ni mwanaume ndiye anaweza kupenda mwanamke, na mwanamume akipenda mwanamke anamtafuta usiku na mchana, anatafuta pale amepotelea, anahangaika na kubabaika, wala hawezi kulala. Haleluya. Ndio maana unakutana kuna shida nyingi kwa nyumba za watu, kwa ndani ya unyumba ama ndani ya mume na mke. Unakutana shetani amebadilisha yale mwanamke angepaswa kufanya, yanashurutishwa kwa mwanaume kuyafanya. Yale mwanaume angepaswa kufanya, mwanamke anaanza kutamani kuyafanya. Tunaenda wapi? Tunatoka wapi? Tunaelekea wapi na mambo haya? Biblia, Yesu alimaliza mambo yote, ama Mungu alitia kila kitu kwa nafasi yake. Lazima turudi kwa neno la Mungu. Lazima kila mtu arudi kwa nafasi yake. Mwanamke atii, mwanaume apende. Nguvu ya upendo. Ukipenda mtu unaweza kutoa hata maisha yako kwa ajili yake. Ukipenda mtu hauwezi kumsengenya. Ukipenda mtu hauwezi kumfanyia vibaya. Ukipenda mtu hauwezi kumfikiria vibaya. Ukipenda mtu hauwezi kumuua. Ukipenda mtu hauwezi kumnyima. Ukipenda mtu utajitolea kwa ajili yake. Ukipenda mtu utampa chochote kile ambacho kinaweza kuhitajika na huyo mtu. Ukipenda mtu utampatia kitu ambacho kinakuumiza. Haleluya. Watu wanasema wanapenda Mungu, lakini ikifika wakati ya kujitolea maisha yao, hata kwenda kanisani na kuwa vigumu kwao, kwa sababu upendo wa Mungu umetoweka ndani yao.
Wengine wanakuambia hiyo kanisa iko mbali sana. Wengine wanakuambia huyo pastor hata simpendaki. Wengine wanakuambia hata huyo pastor hana nguvu za Mungu. Wengine wanakuambia hiyo kanisa wamenisema wakanimaliza. Wengine wanakuambia mambo kadha wa kadha. Unajiuliza tunaenda wapi? Ikiwa